Haya sasa ni maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanapatikana kwa al-Imamu al-Baihaqi, ndo aliyoipokea hadithi hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min muslimin yaqifu ashiyata Arafa fayastaqbilu biwajhihi alqibla au fayastaqbilu alqiblata biwajhihi thumma yaqul la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra. Thumma yaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid 100 marra. Thumma suratul Ikhlas 100 marra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hapana muislamu yoyote, ma min muslimin, hapana muislamu yoyote, yaqifu, atakayebahatika kusimama, ashiyata Arafa, ile jioni au usiku wa siku ya kuamkia siku ya Arafa, ule usiku wa kuamkia siku ya Arafa. Kwa maana kama itakuwa mfano siku ya Arafa inaingia labda ni siku ya Jumanne, ndio saumu ya Arafa tunafunga Jumanne mfano, basi ile Jumatatu ile jua likishazama ndio inaitwa ashiyata Arafa, kwa maana ule sasa ni usiku wa kuamkia siku ya Arafa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kwenye ile siku hapana muislamu yoyote atakayesimama ule usiku wa siku ya Arafa alafu akauelekeza kibla uso wake, alafu kisha akasoma nyiradi zifuatazo. Wa kwanza akasema, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Uradi huu ni maarufu kwa sababu kila baada ya swala ya subuhi huwa unasoma uradi huu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yani inawezekana tu ikawa baadhi yetu hatujui faida za hizi nyiradi, ndio unakuta mtu hata swala ikiisha yeye anakimbia uradi. Unakimbiaje uradi shekhe? Unajua uradi maana yake? Basi tujalie haya, uwe uradi wa kufanya pamoja ndio utaki, basi fanya peke yako, lakini usiache uradi. Uradi muhimu kwa sababu ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio ubulifu wa watu, ni maelekezo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa uradi huu, wala ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema ukiusoma mara 100 wakati umeelekea kibla, una udhu wako vizuri, kisha baada ya hapo kisha ukamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa swala ya Mtume ipi? Ile Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Uradi huu wa swala ya Mtume hii unapatikana katika ile tahiyatu tunaisoma kila siku, ndio inapatikana hiyo swala ya Mtume hiyo, kwa maana inaitwa salatul ibrahimia, swala ambayo inamtaja Nabii Allah Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baka hapa tukipande hiko tu pia usome mara 100. Kisha Mtume akasema baada ya hapo soma suratul Ikhlas mara 100. Yani suratul Ikhlas, kama haujui kusoma suratul Ikhlas kwa lugha nyingine utasoma qul huwallahu ile qul huwallahu mara 100. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza sasa katika hadithi hiyo nini kinakwenda kuzaliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, illa qala Allahu ta'ala li malaikati, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala usema kuwaambia malaika wake, anawaambia malaika wake, ya malaikati, enyi malaika wangu, ma jazau abdi hadha, hivi mnavyofikiria ninyi, mnadhani malipo ya mja wangu huyu kwa haya aliyoyafanya yatakuwa ni malipo gani? Masahaba
takuwa kimya, wameinama tu, hawaelewi cha kujibu, kwa sababu si swali ambalo wao wanaweza wakalitolea jawabu lake. Jawabu lake analo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika maneno yafuatayo. Aambia kwamba ushhidukum anni qad ghafartu lahu wa shaffa'tuhu walau sa'alani la shaffa'tuhu yawmal mawqifi. Asema na kushuhudizieni nyie malaika wangu kwamba mimi huyo mja katika cha kwanza nitakachompa kwenye malipo yake nitamsamehe au nimeshamsamehe madhambi yake yote. Kwa hiki alichokifanya nimemsamehe. Nukta ya kwanza hiyo. Nukta ya pili asema washafa'tuhu, na tayari nimemweka katika orodha ya watu ambao wenye kukubaliwa maombezi yao. Yani kama huyo mja atajiombea mwenyewe kwa shida zake, tiki tayari. Au kama atajiwa na mtu, bwana mimi nina shida niombee dua, akimuombea pia tiki nampa. Ndio shafaatu, yani anakubaliwa maombezi yake. Akijiombea mwenyewe basi jambo linakuwa, na akimuombea mtu mwingine pia jambo linakuwa. Maana kuna daraja fulani unakuwa ushanyanyuliwa. Si hivyo tu, walau saalani, na lau ataniomba hata hiyo siku ya kiyama kwamba ya Rabbi, mimi bwana unanipeleka peponi, mfano unanipeleka peponi, lakini kuna mzee wangu fulani nilikuwa naye vizuri tu, yule namuona anaelekezwa mahala sipo, anakwenda kula mijeredi, na kuomba ya Rabbi msamehe yule, na yeye mtafutie pepo mweke, na kuomba basi na yeye pia nampa fursa hiyo kwa watu kadhaa atakao waombea radhi kwangu, basi na wasamehe na wale pia naweza kuwaingiza mahala pazuri. Ndugu zanguni, fursa hii ni kubwa, ni fursa adhimu ambayo mimi na ninyi tunatakiwa tuitumie.